Karibu rafiki, ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na leo kuna kitu kidogo ambacho nataka tujifunze kwa dakika chache sana. Kichwa cha somo cha leo kinasema Utatu Mtakatifu katika lugha nyepesi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu unatupenda. Tufundishe sasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Utatu Mtakatifu ni moja kati ya mafundisho ya Kikristo, lakini ni moja kati ya mafundisho ambayo yameleta changamoto ndani ya kanisa, na hata wakati fulani baadhi ya waumini wameamua kuliacha kanisa. Sababu kubwa, wanadai ya kwamba fundisho hili halina mahusiano yoyote na maandiko matakatifu, na madai yao ni kwamba fundisho hili lina asili ya dini za kipagani ambazo zina uhusiano na utawala wa Kirumi. Lakini leo nataka tutazame Utatu Mtakatifu katika maandiko matakatifu kwa lugha nyepesi kabisa, ili tuweze kuelewa kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu ili tumuelewe. Jambo la kwanza ambalo nahitaji tulifahamu ni kwamba neno Utatu Mtakatifu kwenye maandiko matakatifu huwezi kuliona, lakini mtu aliyevumbua namna hii ya kumuelewa Mungu aliita utatu kwa sababu yeye aligundua kupitia maandiko matakatifu kwamba Mungu ni cheo na ni nafsi ambayo ina mamlaka zote, lakini si nafsi moja kama namna ambavyo wanadamu walivyo, lakini ni Mungu mmoja ambaye anahusisha watu watatu. Yaani nikisema watu, sina maana ya kwamba binadamu, lakini inamaanisha nafsi zenye uhai, zenye nguvu, ambazo ndizo chanzo cha maisha ya wanadamu na viumbe vingine vyote. Yaani huyu Mungu ni mmoja ambaye ana nafsi tatu. Sasa tuanze kwa kusoma kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 16 mpaka ule wa 17. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi milele. Huyu ni Yesu Kristo anatoa ahadi kwa wanafunzi wake kwamba nitamwambia Baba awapatie msaidizi mwingine ambaye mtakaa naye milele. Lakini fungu la 17 Biblia inasema hivi: ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo hapa huyu msaidizi mwingine anatajwa kuwa Roho wa kweli. Kwa nini anatumia neno msaidizi mwingine? Msaidizi wa kwanza ambaye anakuja ni Yesu Kristo mwenyewe. Alikuja kutusaidia kutoka katika dhambi na kutuweka kuwa huru dhidi ya dhambi. Na sasa anatoa ahadi ya kwamba nitamwambia Baba awaletee msaidizi mwingine. Kwa hiyo hapa yuko Yesu anatoa ahadi kwa wanafunzi ya kwamba nitamwambia Baba. Yeye Yesu ana baba yake ambaye sasa atampelekea taarifa ya kwamba kuna haja ya kuwepo kwa msaidizi mwingine. Huyu msaidizi mwingine, fungu la 17 linamfafanua ya kwamba ndiye Roho wa kweli ambaye dunia kwa kawaida haimuoni kwa macho, lakini sisi tuna uwezo wa kumtambua kwa sababu tunakaa naye ndani yetu. Yeye ni Mungu mshawishi. Sasa nisiongeze maneno, lakini tuisikilize Biblia inasemaje yenyewe, maana Biblia inapaswa kujitafsiri yenyewe na si sisi kuweka maneno yetu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 na mstari wa 51: enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Wayahudi walikuwa wakikataa habari ya mataifa mengine kumtambua Kristo kama Mwokozi na Bwana wao, kwa sababu injili sasa imeshaenda kwa mataifa, na sasa Wayahudi wanalazimisha ya kwamba zile tamaduni za Kiyahudi ambazo hazina msingi katika maandiko matakatifu na zenyewe ziingizwe katika Ukristo, jambo ambalo Yesu Kristo alishakataa tangu zamani, kwamba ameleta utawala wa Mungu mwenyewe. Maana Wayahudi zaidi sana walikuwa wakiendekeza tamaduni zao, na sasa Ukristo umeshaingia, umeenda mpaka kwa watu wasio Wayahudi. Hivyo tamaduni inayobaki ni tamaduni ya Ukristo peke yake. Sasa
linatoka angalizo ya kwamba kwa nini mnaendelea kumpinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Sasa tuangalie baba za hawa Wayahudi walimkuwa wakimpinga Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu aliyepingwa na hawa Wayahudi au baba za hawa Wayahudi alikuwa ni nani? Kitabu cha Kutoka sura ya 32 na mstari wa 9. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Unapotumia neno Bwana lenye herufi kubwa humaanisha Mungu. Hivyo yule Roho Mtakatifu ambaye anapingwa na Wayahudi kipindi cha mitume ndiye Roho Mtakatifu aliyepingwa na Wayahudi au Waisraeli kipindi cha Musa. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu ambaye anatajwa kuwa ni msaidizi ambaye ataletwa kutoka kwa Baba, ambaye ni ahadi sasa Kristo anayoitoa kwa wanafunzi wake, naye anatajwa kuwa Mungu, maana alipingwa tangu zamani. Sasa huyu Baba ambaye Yesu anamtaja katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 16 ni nani huyu Baba? Kitabu kile cha Yohana 17:5, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Yesu analeta uelewa zaidi kwa habari ya Utatu Mtakatifu. Anamwambia Baba yake kwamba sasa unitukuze mimi kwa utukufu ule ule tuliokuwa nao pamoja hata kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu au ulimwengu kuwahi kuwako. Sasa kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 18, basi mtamlinganisha Mungu na nani? Au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Fungu la 21 anasema, je, hamkujua? Hamkusikia? Hamkuambiwa tokea mwanzo? Hamkufahamu tangu kuwako kwa misingi ya dunia? Mungu hapa anajitambulisha kwa Isaya, anajieleza kwa Isaya kwamba hivi mtanifananisha na kitu gani? Mlipaswa kutambua kwamba hata kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia, na ukiendelea kusoma kitabu hiki, Mungu anaeleza ya kwamba yeye ndiye anayekaa katika duara lote la dunia. Anachomaanisha ni kwamba yeye yuko mahali pote na alikuwepo hata kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Huyu ni Baba tumetoka kufahamu ya kwamba naye pia anatajwa kuwa ni Mungu na hatuna uwezo wa kumfananisha na kitu chochote. Je, Mwana ni nani katika ule Utatu Mtakatifu? Kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 1 tutaruka mpaka wa 14. Biblia inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu neno anatajwa kuwa kwa Mungu, lakini anatajwa kwamba yeye ndiye Mungu. Kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 1. Sasa mstari wa 14 anasema hivi: naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hivyo Kristo, tunafahamu kabisa hakuna Mkristo yoyote anayeweza kupinga hili ya kwamba Yesu ndiye neno na ndiye aliyekuja kufanyika mwili na akakaa kwetu, akakaa na wanadamu. Na Isaya anasema ataitwa Imanueli kwa sababu maana yake ni Mungu pamoja nasi, Mungu katikati ya wanadamu. Hivyo Yesu ndiye aliyekuja kukaa pamoja nasi. Utatu Mtakatifu, neno hili huwezi kuliona moja kwa moja katika maandiko matakatifu, lakini tunamhitaji sana Roho Mtakatifu aweze kutufunulia maandiko haya na kuelewa kile ambacho Mungu anatamani tukielewe kuhusu yeye. Utatu Mtakatifu ni fundisho halisi kabisa la maandiko matakatifu. Yesu anasema nitaongea na Baba. Yesu ni Mungu na anamwambia Baba aliye Mungu kwamba utuletee msaidizi ambaye ni Roho wa kweli, ambaye naye pia ni Mungu. Neno Mungu maana yake ni cheo ambacho hawezi kupewa kiumbe mwingine yoyote, lakini neno Mungu linamaanisha cheo, lakini ndani yake kuna mamlaka ambayo inabebwa na watu watatu. Nimeshakusha kusema hapo awali, tunaposema habari ya watu hatumaanishi wanadamu, lakini tunamaanisha nafsi zenye uhai tatu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu anasema nitakapoondoka mimi atakuja huyo msaidizi. Tunaona kabisa kwamba kumbe Yesu ni mwingine na Roho Mtakatifu ni mwingine. Hapa Yesu anasema nitamwambia Baba
Yesu ni mwingine na Baba ni mwingine, ni watu watatu tofauti kabisa, lakini katika utendaji wao hawatofautiani, hawawezi kutofautiana, na haitakuja kutokea kwamba hawa watu wametofautiana, kwa sababu mamlaka yao ni mamlaka ya kiungu. Sasa kitabu cha Mwanzo sura ya 11 na mstari wa 7, haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Na hii kauli si ya kwanza Mungu kutamka hivi. Hapa ni wakati wa mnara wa Babeli, na sasa wanadamu wanapanga kutengeneza mnara ili kumfikia Mungu mbinguni, kitu ambacho hakiwezekani. Na Mungu sasa anasema na tushuke. Kwa mtu yeyote ambaye anafahamu Kiswahili vizuri, hapa Mungu hasemi ni kama mtu mmoja, lakini anasema kushirikisha watu wengine. Lakini pia kitabu cha Mwanzo hiki katika uumbaji anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Huyu Mungu haonekani kuwa mtu mmoja anayejizungumzia yeye mwenyewe, lakini anaonekana kuzungumza na watu au nafsi zingine. Na hapa kuna tafsiri tofauti ambazo zimekuwa zikiletwa na baadhi ya watu wenye lengo la kupotosha ya kwamba Mungu huwa anatumia kauli hii kuonyesha kwamba yeye ana nguvu. Lakini nikikuuliza katika maandiko matakatifu, ni eneo gani ambalo Mungu amesema ninapoitumia sentensi hii ya kwamba na tuumbe na tushuke, Mungu anamaanisha ya kwamba nina nguvu? Hakuna sentensi au hakuna andiko kama hilo. Hivyo rafiki, tuendelee kujifunza, na yako mafungu mengi sana ambayo yanaonyesha ya kwamba Mungu ni cheo ambacho kinamilikiwa na watu watatu. Ninaposema na watu, simaanishi wanadamu, lakini namaanisha nafsi wenye uhai watatu. Na kitabu cha waraka wa Yohana mstari wa 5, kama nitakuwa sijakosea, nasema wako watatu mbinguni, wako watatu wanaoshuhudia mbinguni, yani Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Yani mafungu ni mengi sana. Sasa sijajua tunapata shida wapi katika kujifunza maandiko matakatifu. Mungu atubariki sote tunapoendelea kujifunza, na kama kutakuwa na swali, si vibaya kuandika chini ya hapo katika video. Kuna eneo la comment, unaweza ukauliza swali, tuendelee kujifunza. Mungu akubariki sana katika siku ya leo na nyakati zote, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.